mambo mawili ambayo yatasababisha Mungu asikuache kwenye maisha yako. Mambo mawili ambayo yatasababisha Mungu asikuache kwenye maisha yako. Na jambo la kwanza, ili Mungu asikuache kwenye maisha yako, hakikisha wewe ni mtu wa kutubu kila mara unapomkosea Mungu. Jambo la kwanza ambalo litasababisha Mungu asikuache kwenye maisha yako, hakikisha wewe ni mtu wa kutubu kila mara unapomkosea Mungu. Kutubu ni nini? Kutubu ni kujirudi. Kutubu ni kujirudi. Moja kati ya watu ambao Mungu huwa anawapenda ni watu ambao huwa wanatubu. Watu ambao huwa wanajigundua kwa kwamba hapa nilimtenda Mungu dhambi. Hapa sikutakiwa kufanya hivi. Hapa nilikosea, inanipasa niwe hivi. Mtu wa namna hiyo ambaye huwa anajirudi kwenye kweli ya Mungu, huyu mtu Mungu hawezi kumuacha. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Na hii ni kwa sababu, moja ya sababu kubwa ambayo huwa inapelekea Mungu anawaacha watu wengi ni pale ambapo watu wengi huwa wanatenda dhambi na huwa hawataki kurudi kwenye kweli. Hii ni moja kati ya jambo ambalo huwa linapeleka machukizo makubwa sana mbele za Mungu. Yaani mtu ametenda uovu, lakini bado akingaliki anatetea uovu wake ili aonekane kwa kwamba yeye sio mwovu. Mtu yeyote yule ambaye huwa anatenda maovu na anataka kuonekana yeye ni mwema wakati anajua yupo kwenye maovu, huyo mtu hawezi kutembea na Mungu. Huyo mtu hawezi kuingia mbinguni. Huyo mtu hawezi kupendezwa na Mungu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Hivyo kila mahali ambapo ulipo, kama unajua kwa kwamba wewe upo kwenye maovu na haupendi kutubu, tambua kwa kwamba tayari Mungu amekukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi unaona kwenye kile kitabu cha Mithali 28:13 inasema hivi: afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Atapata rehema. Rehema za Mungu huwa zinamuendea yule mtu ambaye huwa anaziungama dhambi zake. Mtu ambaye huwa anajigundua kwa kwamba mimi nimemtenda Mungu dhambi hapa, mimi nimekosea hapa, yani anajirudi kwenye kweli. Mtu wa namna hii huwa anapata rehema za Mungu. Maana yake ni kwamba Mungu atamjilia. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Mungu yuko hivi, anapokuwa anatembea na mtu ama anapokuwa anampenda mtu, moja ya jambo ambalo Mungu huwa anataka kuliona kwa mtu ambaye anatembea naye, mtu ambaye anampenda, ni ile mtu kutaka kukaa kwenye kweli siku zote. Bwana asifiwe sana. Ni ile mtu kutaka kukaa kwenye utakatifu siku zote. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Lakini ikitokea unatembea na Mungu na Mungu anaona unaanza kubeba uovu, alafu huo uovu ambao umeubeba unaanza kufurahia kiasi kwamba hata roho Mungu akikusemesha hiki ni kibaya wewe unapuuza, basi uwe na uhakika moja kwa moja Mungu atakuacha. Ndio maana Mithali 28:13 inataka ujue pia kwamba kila mtu mwenye anaficha dhambi zake hawezi kufanikiwa, hawezi kusaidiwa na Mungu, bali yeye aziungamae na kuziacha. So si tu swala la kuungama bali na kuacha. Ndio maana nimekwambia kutubu ni kujirudi, ni kurudi kwenye kweli. Ni kama vile mtu alikuwa anaenda njia hii na alitakiwa aende njia hii. Sasa akaenda njia hii ambayo ni mbaya, akafika mbali sana kule. Bwana asifiwe sana. Ili Mungu aweze kumsamehe huyo mtu, ni mpaka aweze kurudi kutoka kule kwenye njia mbaya ambayo alikuwa, arudi kwenye ile njia ambayo ni njema. Ndio maana ya kutubu. Kutubu ni kugeuka. Ulitakiwa uende hivi, ukaenda hivi. Kwa sababu umejigundua kwa kwamba umeenda njia ambayo sasa hii unageuka unaenda hivi. Ndio maana ya kutubu.
Bwana asifiwe sana. Ndio maana kama mtu ametenda uzinzi na anajua kabisa Mungu hapendezwi na uzinzi, ili huyu mtu apate rehema za Mungu, ili huyu mtu Mungu aendelee kuwa pamoja naye, ni mpaka huyu mtu akubali kuacha uzinzi wake. Bwana asifiwe sana. Amwambie Mungu, nimekosa kwa kutenda uzinzi, na kuanzia leo sitakuja nirudie uzinzi huu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Nimeuacha uzinzi huu. Mungu nisaidie, nitie nguvu, niendelee kudumu kwenye mapenzi yako, kwa sababu bila wewe mimi siwezi. Mtu ambaye anatubu kwa namna hiyo ya kujirudi, uwe na uhakika Mungu hawezi kumwacha huyo mtu. Asa wengine watu huwa wanatoba ya kwenye midomo, yaani mtu anasema tu Mungu nisamehe, lakini ndani ya moyo wake bado akingaliki anataka kufanya maovu. Sa mtu wa namna hii ni mtu ambaye bado hajatubu. Bwana asifiwe sana. Bado hajatubu. Nasikia nikwambie mtu wa Mungu, ukitaka Mungu aendelee kukusaidia, uwe mtu ambaye unataka kuonekana mbele za Mungu na si mbele za watu. Uwe mtu ambaye unataka kuonekana mbele za Mungu. Yaani maisha yako iwe maisha ambayo siku zote unataka kumpendeza Mungu. Unaangalia Mungu anakuonaje. Kwa sababu watu wengi sana, hata hivi jinsi naongea mahali hapa, kuna dhambi ambazo wanazibeba kwa sababu tu wao wanataka kuonekana vizuri mbele za watu. So be careful sana. Be careful sana. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Asa jambo la pili ambalo litasababisha Mungu asikuache kwenye maisha yako ni kuwa mtu mnyenyekevu. Jambo la pili ambalo litakusaidia Mungu asikuache kwenye maisha yako ni kuwa mtu mnyenyekevu. Bwana asifiwe sana. Ni kuwa mtu mnyenyekevu. Angalia kile kitabu cha Yakobo, ile sura ya 4 mstari wake wa 6. Yakobo 4:6 inasema hivi: lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Uwapa neema wanyenyekevu. Kinyume ya unyenyekevu ni kiburi. Kinyume ya unyenyekevu ni kujikuza. Bwana asifiwe sana. Asa mtu yoyote yule ambaye ana kiburi, huyu mtu hawezi kuwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Mtu yoyote yule ambaye ana kiburi, lazima Mungu atamuacha. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye mnyenyekevu ni mtu namna gani? Ni mtu ambaye ni muhitaji mbele za Mungu. Ni mtu ambaye anajua bila Mungu siwezi. Ni mtu ambaye ndani yake anaelewa pia kwamba anamuhitaji Mungu kwenye maisha yake. Ni mtu ambaye anajua pia kwamba hata jinsi nilivyo mahali hapa ni kwa neema ya Mungu. Hiki ambacho niko nacho ni kwa neema ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Yaani anakuwa ni mtu ambaye kwenye maisha yake yote anajua thamani ya Mungu kwenye maisha yake. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kila mtu yote yule ambaye ni mnyenyekevu ni mtu ambaye huwa anamuomba Mungu. Tena anapomuomba Mungu, hamuombi Mungu tu kwa maombi ya kwenye mdomo, bali anamuomba Mungu kwa sababu anajua bila Mungu yeye hawezi. Maombi ni alama ya mtu mnyenyekevu. Alama ya pili ni kufunga. Bwana asifiwe sana. Kufunga vile vile pia ni alama ya mtu mnyenyekevu, kwa sababu ni mtu ambaye ana uhitaji mbele za Mungu. Asa ukiona mtu yoyote yule ambaye anaamini yeye anaweza akaishi bila Mungu, tambua huyo mtu hawezi kuwa na Mungu.
Maana kuna wale watu ambao Mungu amempatia pumzi ya bure, lakini bado ana kiburi. Unakuta mtu mwingine yani anajiona yeye ni yeye tu. Bwana asifiwe sana. Asa watu wote ambao si wanyenyekevu, hawa watu hawawezi kuwa na Mungu. Ndio maana ukiona kwenye maisha yako unakuwa mtu ambaye unaanza kubeba kiburi, tambua pia kwamba peke yako binafsi unaanza kumwambia Mungu akuache. Kwa sababu moja kati ya watu ambao Mungu huwa anawapinga sana ni watu ambao wana kiburi. Na neema ya Mungu inawaendeaga wanyenyekevu. Unyenyekevu ndo njia peke yake ambayo itasababisha neema ya Mungu ikuje mahali ulipo. Neema ni nini? Neema ni Mungu kukupatia kile ambacho ulikuwa hauna ingawa unakihitaji. Bwana asifiwe sana. Mfano, mtu anaweza akawa ni mpumbavu. Yani hana hekima ya Mungu. Lakini kama ni mnyenyekevu mbele za Mungu, ingawa anajijua ni mpumbavu, Mungu anaweza kampatia hekima. Mtu anaweza akawa hana nguvu, ni dhaifu, lakini akiwa ni mnyenyekevu mbele za Mungu, Mungu anaweza akampa nguvu. Tuko pamoja? Kwa sababu neema inawaendea wanyenyekevu. Ndio maana kitabu hichi cha Yakobo 4:6 inasema, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao, bali uwapa neema wanyenyekevu. Bwana siku sana. Ndio maana kazi ya msalaba siku zote utaona inatendeka kwa wale ambao ni wanyenyekevu. Ndio maana mtu hawezi kuokoka ikiwa ya kwamba ana kiburi. Yani unahubiriwa injili, wewe una kiburi, una madharau, unaona watu wote hawafai, unajiona wewe ni wewe tu. Ukiwa na tabia hiyo, Mungu ataendelea kukupinga siku zote za maisha yako. Na hakuna siku ambayo Mungu atakuwa pamoja na wewe, kwa sababu Mungu huwapinga wale watu ambao wana kiburi, wale watu ambao wanajikusha. Bwana asifiwe sana. Yani unakuja kuta mtu amepewa jambo fulani na Mungu, lakini anajiona anakuwa hasa ni Mungu watu. Yani anajiona yeye ni yeye. Anaona watu wengine hawafai, anaona hata Mungu hafai. Kwa sababu kiburi kiingia inaondoaga hata na roho ya maombi ndani ya mtu. Kiburi kiingia inaondoaga hata na ile hali ya kufunga. Bwana asifiwe sana. Na mwenye kiburi ukimuona anafunga, sio kwamba anafunga juu ajinyenyekeze mbele za Mungu, bali anafunga kwa mambo yake tu mengine ya tamaa ya mwili. Maana kuna watu huwa wanafunga kwa unafiki. Anafunga ili aonekane mbele za watu anafunga. Kuna wengine wanaomba kama Mafarisayo ili waonekane na watu wao ni waombaji. Lakini mtu ambaye ni mnyenyekevu akifunga, maana yake ni kwamba anaenda mbele za Mungu kumuonesha Mungu kwa kwamba bila wewe mimi siwezi. Wewe ndiye msaada wangu, wewe ndiye uponyaji wangu, wewe ndiye kimbilio langu. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Hivyo mtu wa Mungu, ukitaka Mungu asikuache, hakikisha unabeba unyenyekevu ndani yako. Beba unyenyekevu. Aliye wa Mungu hakuwaji mtu wa kujionesha mbele za watu kuwa ya kwamba yeye ni bora, yeye ni bora, yeye ni bora. Aliye wa Mungu hakuwaji hivyo. Bwana asifiwe sana. Aliye wa Mungu hakuwaji mtu wa kudharau watu wengine. Aliye wa Mungu ni mtu ambaye anabeba upendo wa Mungu. Ni mtu ambaye ananyenyekea kwa zile sheria zote ambazo ni za Mungu. Aliye wa Mungu ni mtu ambaye anaishi kwenye maisha ya kutii maagizo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Huyo ndiye aliye na Mungu. Tuko pamoja, mtu wa Mungu. Huyo ndiye aliye na Mungu. Ni mnyenyekevu. Lakini kama unanisikia mahali ambapo ulipo, unajua kabisa kuwa ya kwamba kuna mambo ambayo hauwezi, lakini bado unatia kiburi, tambua kuwa kwamba Mungu hawezi kuwa pamoja na wewe. Ikiwa umenisikiliza kila mahali ambapo ulipo,
Huenda ulikuwa umetembea na Mungu vizuri kwa miaka ya nyuma, lakini umeona nguvu za Mungu zimekuacha, lakini umeona ni kama vile Mungu amekukataa. Yale ambayo Mungu alikuwa anafanya na wewe hafanyi na wewe tena. Jaribu kuangalia haya mambo mawili kwenye maisha yako. Huenda ndani yako umechukua kiburi. Huenda umefanya maovu mengi mbele za Bwana na haupendi kutubu dhambi zako. Hivyo ukigundua kwa kwamba haya mawili yapo kwenye maisha yako, jirudi mbele za Bwana na uwe na uhakika Mungu naye atakurudi. Maana Mungu huwa anawapenda wale ambao wanatubu. Maana Mungu huwa anawapenda wale ambao ni wanyenyekevu. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukusaidia ili uendelee kukaa kwenye kweli yake, na siku moja tuweze kuingia katika mji ule wa watakatifu ambao ndio tumaini letu la mwisho, ambao ndio sehemu peke yake ambapo mwanadamu hatakiwi kukosa kufika. Mungu akubariki sana. Mungu aendelee kukulinda na kukupigania.